Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe tena. Kwa majina ni elimu, wale ambao hawanijui. Kuna wale hawanijui na hilo jina. Kuna wale wananiita Mary Wanyinge. Any can do. So, my name is Mary Wanyinge. I am created by God for God. Colossians 1:16b. Message Bible. I am created by God for God. He knows my date of manufacture and He knows my date of expiry. So in between, wacha nimtendee kazi. Nimeapa ya kwamba nitamtendea kazi na bidii yangu yote. Haijalishi watu wanasema nini, haijalishi kutaenda nini ama I don't really care what people will say. As long as I'm doing the will of God. If you can use anything God, you can use me. I am created by God for God. Colossians 1:16b. Ni mwaka mzuri ambao tumeingia. Kuna wale ambao wengine tumeweza kuonana mara ya kwanza this particular day. Na ni mwaka mzuri ya kwamba this is the very first time I'm getting to stand here this particular year. And I thank God for the opportunity. Si kawaida tunaenda unaambiwa wewe ndio huyo, wewe na wewe unatokea no, it is not kawaida. It is God that allows you the opportunity. It is God that allows me the opportunity. Kuweza kusimama mahali hapa na kuweza kueneza injili jinsi ambavyo ameweka ndani yangu. Na kuna neno ambalo aliachilia ndani ya moyo wangu. Na hili neno liko katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Acts chapter 5 from verse 17. It is quite a detailed one, kwa sababu tutasoma kulingana na jinsi ambavyo Mungu atatuelekeza. But personally I read from 17 to 42. So we can open our Bibles. Acts chapter 5 from verse 17 to 42. Acts 5:17 to 42. The message title kwa Kiswahili, napenda Kiswahili na pia Kiingereza ni mzuri. Kiswahili taandika heading ni hatung'atuki ng'o kwa Yesu daima, kwa Yesu milele. Hatung'atuki ng'o kwa Yesu daima, kwa Yesu milele. Kwa Kiingereza tunaweza tumia simple language tuite stand your ground. Even with persecution, you should hold on to Jesus. Hii ni message of the cross. But ile maana ambayo imetokea vizuri sana kwa Kiswahili, hatung'atuki kwa Yesu daima. Acts 5:17 to 42. Acts 5:17 to 42. Kabla tuingie katika maandiko, tutasoma kutoka kwa Biblia ya Kiingereza. Kuna mahali ambapo nitaguzia pengine na Kiswahili, na jinsi ambavyo Roho Mtakatifu ataniwezesha, hivyo ndivyo jinsi ambavyo tutaweza kufanua hili neno. Na naamini ya kwamba hatutarudi nyumbani jinsi ambavyo tulikuja. Na tukaweze kuomba. Dear Heavenly Father, we come before your holy presence with thanksgiving in our hearts. You are almighty and all powerful, there is none like you. Tunasema ni asante kwa kutuongeza nyongeza ya siku ya leo. Haikuwa ni lazima ya kwamba tungeweza kuiona siku ya leo, lakini umetuwezesha. Imegharimu neema yako juu ya maisha yetu. Ndio maana tunasema ni asante. Na hata wale ambao umetutayarisha tukaweza kuhudhuria hapa kanisani in person, tunasema ni asante. Na hata wale ambao wataweza kusikiliza hii injili ama wataweza kuitizama baadaye, pia hao tunasema ni asante. Mungu Baba, naja mbele zako kama mtumishi wako. Naomba tu ukaweze kunitumia kama chombo chako, maana naamini ya kwamba ambapo unaachilia neno
na unasikiliza, kujua ya kwamba hakika hivi ndivyo nilimweleza Wairimu ama ni kujiongezea na jiongezea maneno. Nami naomba tafadhali Baba, siwezi bila wewe. Help me Lord, help me to disseminate your message according to the way you see best fit. Help me Lord also to learn as the rest are learning. And through this particular scripture, Lord, help us, Lord Father, to remain grounded, Lord Father, to stand firm in your gospel, Lord Father. Hata tukiambiwa tunyamaze, hakuna kunyamaza, tutanyamaza. Sisi ni kusimama, tutasimama na tutalieneza injili yako. Neno lako lazima lisikike kote kote duniani. If you can use anything, Lord, if you can use anything, Lord, you can use it. Help us, Lord, tunywe, tule, na tutakapoondoka hata tukawe na kile ambacho tutaweza kugawia wale wengine walio kule nje. Maana your hunger is so evident out there. Your hunger is there. Let people learn and draw from the right doctrine. I repeat, let people learn and draw from the right doctrine. It is in Jesus' name we do pray, believing and trusting. Amen. Amen. Naamini ya kwamba tumefungua Biblia zetu. Kitabu cha Matendo ya Mitume 5. Tutaanzia mstari wa 17. Nitaenda kama na elaborate polepole kulingana na jinsi Mungu ambavyo ataniwezesha, lakini to give you a brief of why we chose this particular message to have this title, hatung'atuki ng'o, kwa Yesu daima, kwa Yesu milele. We are standing our ground even with persecution. We are holding on to Jesus. We are holding on to the message of the cross. The reason why this particular title came to being ni kwa sababu hapa tunaweza kuona ya kwamba Yesu Kristo ambapo alipaa, ambapo kitabu cha Matendo ya Mitume inaanzia, tunaona katika chapter 1, Jesus is taken up into heaven. And then when he went, tunaona ya kwamba Holy Spirit akaja wakati wa Pentecost. Na ambapo alikuja, aliweza kufanya nini? Kubadilisha wale ambao walikuwa mitume wa Yesu Kristo. Aliweza kuwabadilisha vipi? Aliwapatia Roho Mtakatifu. Ukiweza kwenda nyumbani ukaweza kufanya a bit of reading, you're going to see that there were tongues of fire that came upon them that were there in that assembly. Na Mungu akaweza kubadilisha maisha ya hawa ambao walikuwa mahali pale. Na sasa ambapo hilo lilitendeka, hawa ambao walikuwa mitume wa Mungu wa Yesu Kristo, yes, wa Mungu, yes, there are things that they were able to do ambayo hawangeweza kufanya hapo awali. Na maanisha nini? Na maanisha kwamba waliweza kutumika katika healing ministry na njia kubwa. Waliweza kutumika hata kufundisha, kuhubiri. In short, what I'm saying is that they were turned, they were transformed into different people altogether. And when this happened, they started preaching the gospel in a big way. Miracles started happening in a big way. And then now, when this happened, sio kila mtu anafurahi ambapo anaona ya kwamba injili inaendelea. Mimi nashukuru Mungu kwa sababu katika the very first service we had, tuliguziwa kidogo kuhusu the Sadducees na Sanhedrin. Tutaweza kusoma mahali hapa. And when that this particular group of people, when they identified that this gospel of the risen Christ was gaining popularity, wakasikia vibaya. Na Biblia inasema clearly walishikwa na wivu. Hata haya maandiko wapi? Tumesema tunasoma Acts 5:17-42. But let us read verse 16.
16 inasema nini? Hapa ni ambapo sasa walikuwa the apostles waliweza kuwaponya wengi. 16 inasema crowds gathered also from the towns around Jerusalem, bringing their sick and those tormented by evil spirits, and all of them were healed. Lakini sasa tusikie mstari wa 17 unasema nini? I was just giving you a brief so that you get to understand where we are coming from. 17 nasoma. Then the high priest and all his associates who were members of the party of the Sadducees were filled with jealousy. Wivu ikawaingia. Iliwaingia kwa nini? Iliwaingia kwa sababu mitume wa Yesu Kristo wanatumika na Mungu, wanafanya miujiza, wanapata crowds ambao wanafuata njia hii ya Kristo. And even if we were to just touch a bit, even politicians love crowds. Anyone holding a microphone like this, they love people to listen in. And now when these people, ambao the high priest and his associates, who are members of his party, of the members, the Sadducees, were filled with jealousy. They arrested the apostles and put them in public jail. Waliwashika na wakawarusha wapi? Katika jela. Na wanawarusha mahali pale kwa nini? Kwa sababu ya kueneza Injili. Nini kilitendeka ambapo walirushwa katika jela? Mungu aliwasahau ama Mungu aliweza kukuja na kuwashangaza? Let me tell you, and this is an encouragement, and for them that love underlining their Bibles, underline here, verse 18. They arrested the apostles and put them in public jail. But during the night, an angel of the Lord opened the doors of the jail and brought them out. Usiku malaika akatumwa na Mungu, akaenda akafungua, akawatoa katika jela, akawatoa kutoka ile korokoroni, aliwatoa mahali pale. And notice what is happening. God stand anawatoa, lakini anawaambia, this is what I'm releasing you to go and do. This is what I'm releasing you to go and do. And I pray that you may understand that this is what God has called you today. Ukasikie na ukatilie maanani na ukaweze kwa lugha ya mtaa, huwa tunasema ukafululize Injili kule nje. They are telling you to shut up, but I'm telling you, go and say it. Go and teach the right thing. Go and teach the right doctrine. I repeat, teach the right doctrine. Make sure ya kwamba wale ambao ni wapinga Kristo wako na unabii hata umetolewa, na kama hujasikia, sikia sasa. Wako na ni wengi na wanataka Injili inyamazishwe. Ukitaka kufanya miujiza ni sawa, but do not teach the true gospel of Christ. Do not teach about Messiah. Do not. That is what they are advocating for, and they go to extremes to make sure that you and I do not teach the right doctrine. And I'm here as an ambassador of Christ. I'm here to cheer you on. I'm here to tell you, enenda na ukahubiri ile Injili ambayo inafaa, kama jinsi ambavyo huyu malaika wa Bwana anawafungulia hawa ambao wamefungwa mitume. Anawafungulia, anawaambia nini? Anawaambia mstari wa 20, go, stand in the temple courts, he said, and tell the people the full message of this new life. Kwa Kiswahili inasema vizuri. Inasema nini verse 20? 5 verse 20 inasema vizuri ya kwamba maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni.
gospel. The devil does not want you to teach. The devil does not want you to be taught. And that is why he has held you captive for the longest. He does not want you to listen to the right doctrine. Because the moment you listen, that is when unafunguliwa. That is when mambo yako yanaanza kukuondokea. Mambo ambayo yalikuwa they are them that we call foundation. Zinaitwa nini? They are bondages ambazo unless ufunzwe neno na ushike vizuri, utakuwa tu hapo. Utakuja, unaombewa, noma inakuacha, unarudi nyumbani 2-3 days, noma inakushika. The devil does not want you to be taught. So go stand in the temple courts, he said, and tell the people the full message of this new life. Verse 21. At daybreak, they entered the temple courts as they had been told and began to teach the people. Notice, these people wamekuja wakafunguliwa usiku na wakawa instructed, enendeni mkafundishe hili neno, mkahubiri hili neno, msinyamaze. Wamefunguliwa na wanafuata vile wameelezwa, wanatii sauti ya Bwana. Have you been listening in to what God has been telling you? Umekuwa unasikia na una take into action kile ambayo umeambiwa, ama unaogopa? Kuna watu wanaangalia kwa huko juu, watu juu wanakutishatisha, wanakwambia nyamaza, wanakwambia do not preach. When you enter this government office, do not speak the gospel of Christ. Na mimi huwa nasema ya kwamba mimi God akiniwezesha, na hili jambo najua litatendeka, na naomba litatendekea hata nyinyi. Mnapoingia hizo ofisi mnaambiwa mnyamaze, msiongee maneno ya Kristo. Go and preach the gospel. Let them understand there is a Christ that lives within you. Let people, when you are walking out, when you are walking, watu wanasema mimi nataka Mungu wa so and so, so and so. Look at how that person has been changed. Look at how this person has been transformed. I want Mungu wao, Mungu wake, Mungu wa hii familia, Mungu wa kanisa. I want, because I have seen change. I have seen change. Hawa wanashikwa wanyamazishwe, wanafunguliwa na malaika, wanafunguliwa, wanaambiwa enendeni mkaendeleze hii message ya new life, and they follow. The following day wanafanya nini? Daybreak wanaenda kwa temple. When the high priest and his associates arrived, they called together the Sanhedrin, the full assembly of the elders of Israel, and sent to jail for the apostles. Hata wajui akiwa wamefunguliwa, wamekuja, wameshikana, ndeni mkawaite. Sasa ni kesi. Anataka kesi. Now listen, verse 22. But on arriving at the jail, the officers did not find them there. So they went back and reported, we found the jail securely locked, with the guards standing at the doors. But when we opened them, we found no one inside. On hearing this report, the captain of the temple guard and the chief priests were puzzled, wondering what would come of this. Walikuwa naogopa kwa sababu walikuwa najua hapa kuna noma na kuna mtu job yake iko your job is on the line basically. Verse 25. Then someone came and said, look, the men you put in jail are standing in the temple courts teaching the people. Wenye mlishika wako katika kanisa na ni kufundisha, wanafundisha. Wale mlishika kwa sababu mlikuwa na wivu, kwa sababu mlikuwa mnaona ya kwamba wanapata popularity. Hawa watu wamefunguliwa, sijui wamefunguliwa vipi, na wako katika kanisa na ni kuhubiri, wanahubiri. Washindwa we,
Verse 27. Verse 25. Then someone came and said, look, the men you put in jail are standing in the temple courts, teaching the people. At that, the captain went with his officers and brought the apostles. They did not use force because they feared that the people would stone them. Wanawakuchia kanisani na wanaogopa kwa sababu walikuwa wanaona hao watu kama ni quorum, kama ni watu followers wako na ni wengi, so tukienda tulete makasiriko, tuwalete tuanze kuwavuruda, watu watatuinukia. No man resist taramba, you see. So we need to go, we need to get them, but we need to do this in a sane manner. So that is what they did. Waliwaendea, wakawatoa katika kanisa, wakawapeleka. Wamewapeleka wapi? Yes. Verse 27. Having brought the apostles, they made them appear before the Sanhedrin to be questioned by the high priest. 28. Wale tunapenda kuunderline 28. We gave you strict orders not to teach in this name. Tuliwaambia na tukawatolea masharti na tukawaambia, my friends, do not dare teach in this name of Jesus, in this name of the Messiah. Teach, but do not teach in this name. That is what the Antichrists are doing. They are doing everything we are doing in church. Probably they are even better than us that are here. But what they do not do, they do not teach in the name of Christ. Na usipokuwa rada, usipokuwa na discernment, utasema tu ni kuenda tu tunaenda. My friend, utaenda uingie shimo. So these people are telling them, we instructed you standing. We told you, do not teach in this name. Hii name ya Kristo, this new life, this Christ that rose from the dead, this Christ that you say ni sisi tulikuwa very instrumental kuhakikisha kwamba amekufa. Do not. These crowds are listening to you, and these crowds are listening to you, but do not tell them about Christ. And then notice what Peter says. Peter alikuwa kichwa ngumu na nampenda sana na ningetaka tukue kama Peter. Yet you have, nikirudia 28, we gave you strict orders not to teach in this name. He said, yet you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty of this man's blood, of blood ya Kristo ilimwagika. So 29, Peter and the other apostles replied, we must obey God rather than men. Aliwaambia point blank, akawaambia, my friends, sisi tunaobey Mungu kwanza kuliko jinsi ambavyo nyinyi binadamu mnatueleza. So hapa hata hakuna kesi. Hapa hata hakuna kuniconvince na niconvince. Hakuna kutuconvince na tuconvince. Lazima tutii kila Mungu amesema. Mungu akisema nenda hubiri injili yangu, nenda achilia neno katika eneo fulani, haijalishi ni mapepo gani ambazo zimekwama mahali pale, haijalishi ama ni miungu ambayo ilikuwa inaabudiwa na mababu zao. Ukitumwa, enda na ueneze injili. Eneza injili ukijua ya kwamba uko na enough backup. You have enough backup. God is going to equip you. God is going to fight for you. Notice these people. Ndio warushwe korokoroni. Walikuwa narushwa korokoroni kwa nini? The very first miracle they did, niyo ya beggar. Hiyo beggar iko katika Acts chapter 3. Kienda nyumbani unaweza isoma. Acts chapter 3. Wali-heal beggar. Ambapo wali-heal beggar, watu wakaanza kuangalia, watu wakaanza kumarvel, watu wakashangaa, na huku kunaenda aje? Usi mwenye anashindanga hapa. Na ukisoma, you will notice that as you go through the scripture, I'm just taking you through quickly because we do not have time. Utasoma uone ya kwamba this guy that was a cripple, he was 40 years old. Alikuwa miaka 40. You can imagine how long he had
pale katika kanisa. Unataka kusema hakukuwa na wahubiri wengine walikuwa wanaenda huko? Unataka kusema hakukuwa na watumishi walikuwa na mahali pale? Ni nini kilifanya ambapo Peter walienda mahali pale, huyu mwanaume akaweza kupata uponyaji wake? Hiyo ni swali unafaa uende uulize Mungu. Na Mungu, si Peter ni mtu tu kama mimi. Bila Peter alikuwa tu na issues. Lakini Kristo mwenyewe alimwambia, you are the rock, and on you kuna mambo mazuri, kuna I don't know what term to use, but and I'm not even glorifying Peter here. Do not get me the wrong way. What I'm saying is that God can use ordinary people. Wewe unaonekanaga ni kama uko tu hivyo. Unaonekanaga ni kama hakuna mahali unaweza enda, hakuna mbele nyuma. Mungu anaweza akakutumia wewe. Na akakutumia na njia kubwa sana. Ukisoma katika maandiko, na hatutaangalia ama tuangalie ndio msione kama nawatanganisha kidogo. Let me just read this verse in this particular Bible. I might not have recorded it, but there's a verse that indicates people were placing, I think, let me just read it. The apostles performed many miraculous signs and wonders among the people, and all the believers used to be together in Solomon's colonnade. No one else dared join them, even though they were highly regarded by the people. Nevertheless, more and more men and women believed in the Lord and were added to their numbers. As a result, people brought in the sick into the streets and laid them on beds and mats, so that at least Peter's shadow might fall on some of them as he passed by. Na nakwambia ilikuwa inatendeka. Peter anapita hivyo, shadow yake inaangukia wale ambao ni wagonjwa. Na I tell you, people used to rise. People used to get healed. What am I saying? I'm saying that ukaweza kujitambua wewe ni nani. Ukajua ya kwamba Mungu anaweza kutumia jinsi ulivyo. He only requires you to be righteous before Him. He only requires you to trust Him 100%. And the moment you do that, He's going to take you places you've never dreamt of. So Peter anakuwa na ujasiri. Anasema vipi? Peter anasema very clearly. Peter and the other apostles replied, for verse 29. We must obey God rather than men. Hiyo ya shadow, wale ambao tunapenda kuunderline, tunaweza underline Acts 5 chapter 5 verse 15. Hapo ndipo unaona Peter's shadow may fall on some of them as he passed by. Hiyo wale ambao tunapenda andika hiyo. Haya, tuko verse 29, tumerudi mahali tulikuwa. Peter and the other apostles replied, we must obey God rather than men. The God of our fathers raised Jesus from the dead, whom you had killed by hanging on a tree. God exalted him to His own right hand as Prince and Savior, that He might give repentance and forgiveness of sins to Israel. We are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anaweza kuachiliwa hata kwako. Kitu anahitaji Mungu kuona ndani yako ni kwamba you are obedient, ni kwamba you are sincere, ni kwamba akwambia afanye jambo fulani, you just follow. Una issues, una jealousy ndani yako. You see? And He's able to use you in a big way. So Peter akawaambia, sisi tunasema kile Mungu amesema, historia yenu ni yenu. That is great. When they had this, they were furious and wanted to put them to death. Hawa ni watu walikuwa watu wa kanisa. Sijui kama mnashika hapa. Hawa ni watu ambao walikuwa ni watu wa kanisa. Ni vile tu the Sanhedrin, the high priest.
they were in charge. But these people get jealous, these people get furious, these people are even up to the point of wanting to kill these people ambao wanainuka na injili ya Bwana. They wanted to put them to death. Verse 34. But a Pharisee named Gamaliel, a teacher of the law, who was honored by all the people, stood up in the Sanhedrin and ordered the men to be put outside for a little while. Kukatokea Gamaliel. Gamaliel akaangalia akaona hapa kuna kashida fulani na hapa kashida katatuliwe haraka kwa sababu hapa tunaelekea jinsi ambavyo hatufai. What am I trying to say? God can and is in a position to rescue you even when you are in danger. Gamaliel alikuwa ni mtumishi. I do not want to go so much into who Gamaliel was, but Gamaliel was a good guy. And Gamaliel alinusa trouble. Akanusa, angalia kaona. Mahali tunaelekea, bila hata tunafikiria hata kuwaua hawa. Hapa tunaelekea vibaya. Na hapa akafanya kitu cha haraka. Akaamrisha hawa akina apostles watolewe nje kidogo. Sivyo ndio tumesoma? Wakatolewa hapo nje kidogo. Sasa wakabaki huko ndani. Sasa ni discussion. Gamaliel anasema nini? I love this guy. And I pray that God may assign Gamaliel in your life. Wherever umewekwa katika Roma, Mungu alete Gamaliel akuje akutetee. Sia Gamaliel. Gamaliel, a teacher of the law who was honored by all people, stood up in the Sanhedrin and ordered that the men be put outside for a little while. Then he addressed them, men of Israel, consider carefully what you intend to do, and consider carefully what you intend to do to these men. Some time ago, anza kuwapatia story. Mwambia, hivyo ndio mnataka tuwaue. Hebu kumbukeni vile kuliendanga. Just the other day, akawakumbusha nini? Verse 36. Some time ago, Judas appeared claiming to be somebody, and about 400 men rallied to him. He was killed, and all his followers were dispersed. And it also came to nothing. 37. After him, Judas the Galilean appeared in the days of the census and led a band of people in revolt. He too was killed, and all his followers were scattered. Akawapatia examples mbili. Akasema kulikuwa na mjamaa alikuwa anaitwa Judas. Na huyo Judas, hiyo kumuinukia, hiyo hata kumuua ilizaa mazao kweli. Kuna kitu ilizaa, hata hakukuwa na solution. Noma bado ilikuwa. Alafu anamwambia vizuri, hata kulikuwa na mwingine mjamaa alikuwa anaitwa Judas. He too was killed, and all his followers were scattered. Unaona? Sikia, 38. Therefore, in the present case, I advise you, leave these men alone. Let them go. For if their purpose or activity is of human origin, it will fail. When it's tunapenda underline verse 39. But if it is from God, you will not be able to stop these men. You will only find yourself fighting against God. That's a new deal. But if it is from God, you will not be able to stop these men. You will only find yourselves fighting against God. Oh, how I pray. That is how God views you. Akiangalia juu, aona unapatwa na noma. Anaangalia watu anasema, mmeguza mtumishi wangu. Mmeguza huyo kijana wangu. Mmeguza huyo. Ni mimi nakuja kumdefend. Ni mimi nakuja kuwabwaga. Ni mimi nakuja kuwamaliza. And you know God is very, 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 very God speaks. It was the other day, I was reading the Bible in Jeremiah. Is it 51 or 50 something?
kwa sababu hata nilikuwa nimeinote. Ilikuwa Yeremia 52. Hii actually ndio nilianza kusoma. Na nikajiuliza, Mungu nini? Hapa Mungu alikuwa amekasirika sana. Hapa Mungu alikuwa anasema ya kwamba mimi nakuja kudefend wale ambao ni wangu. Na nakuja kuwadefend. Kwa nini? Nakuja kuwadefend kwa sababu mmewakalia for the longest. Na mkafikiri ya kwamba siwakumbuki. Na mimi Mungu mwenyewe nimeapa. Mungu alikuwa anasema ameapa. Nimeapa ya kwamba kile kitapendeka. Hawa ambao mlikuwa mnagandamiza, hawa niachieni, hawa na wa rescue. Lakini nyinyi ile kitu itawatendekea, my friends. Msipotubu kuna noma itaangukia. Listen to Jeremiah 51. 51 verse 1 inasema, this is what the Lord says. See, I will stir up the spirit of a destroyer against Babylon and the people of Lebanon. I will send foreigners to Babylon to winnow her and to devastate her land. They will oppose her on every side in the day of her disaster. Let not the archer string his bow, nor let him put on his armor. Do not spare her young men, completely destroy her army. They will fall down slain in Babylon, fatally wounded in her streets. For Israel and Judah have not been forsaken by their God, the Lord Almighty, though their land is full of guilt before the Holy One of Israel. Mungu anasema ya kwamba Israel na Judah have not been forsaken by their God. Lakini kuna ile sababu inafanya haya maafa yale ndio ilikuwa imetukalia kwa muda. Na hapa ndipo Mungu anataka kutueleza nini? Anatuambia nini? Anatuambia anakuja kutudefend. I don't know which side you're in. I don't know whether you are them that are being defended or them that God is fighting in defense of his own. I don't know. But now here, that verse 39, Acts 5:39. But if it is from God, you will not be able to stop these men. You will only find yourselves fighting against God. Tukiwainukia, na wale sio hao walijituma, walikuwa wametumwa na Mungu. Hii noma ni sisi itakuja kukaranga, ni sisi itakuja kumaliza, ni sisi tutakuwa tunapigwa na Mungu, kwa sababu hawa si kujituma wamejituma. Kama si kujituma wamejituma, alafu tuwainukie, kutakuwa na shida. Kutakuwa na shida, na sio shida kidogo, ni shida kubwa. So my advice ni fanya nini? Let us leave these people. Let us leave him. Let us leave Peter and the apostles. Tuache waendelee na vile wanafanya. Kama historia imetoka kwa Mungu, hata tukijaribu kuinyamazisha hatutaweza. Unajua kuna wimbo napenda, na I think tutawekewa kama itakuwa, walipomua Yesu walidhani wameshinda, kumbe badala yake injili yaenda mbele, injili yaenda mbele, injili yaenda mbele, kumbe badala yake injili yaenda mbele. They will try to stop you, but I'm here to champion you. I'm here to tell you, using'atuke, ukae kwa Yesu, usitoke mahali pale, ukae pale daima, uwe kama akina Peter. Wanaambiwa nyamaza, na wanasema hatunyamazi. This guy was good. I just love his energy. And Gamaliel speaks to these people, these leaders. Unajua zingine leaders wanataka tuwaongeleshane leader to leader. So, waambia tokeni hapo nje. Nyikaeni hapo nje. So akawaongelesha. And God used Gamaliel to support what Peter and the rest of the apostles were doing. Verse 40 inasema, his speech persuaded them. His speech of Gamaliel persuaded the Sadducees and the high priest. They called the apostles in and had them flogged. Then they ordered them not to speak in the name of Jesus and let them go. Waliwaambia, historia Kristo kila saa, Kristo
ones wako na issues. Mungu ametutendea. Verse 41. The apostles left the Sanhedrin rejoicing because they had been counted worthy of suffering disgrace for the name of Jesus. Day after day, in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Christ. This is interesting because we've read from verse 17 to 42. Siko nafikiria tutaweza kumaliza, but we've finished. But this is the highlight. The major highlight is this. I even wrote it down. The devil is against teaching in the name of Jesus Christ. So unaweza pata kwamba watu wanaendelea wanafanya miracles. Si hata katika Bible. Si tunakumbuka ile story ya ndio Israelites wakuwe let go. Si miracle ilikuwa ina happen. They turned water into blood, na nyingine water into blood, na nyingine inabadilika. Zilikuwa zina happen. So miracles, counterfeit miracles ziko. Lakini ni wachache sana ambao wanahubiri injili jinsi ilivyo katika maandiko. Na hivyo ndivyo huwa tunasema mahali hapa. Ni vizuri uwe kama Bereans. Unaenda unaangalia. Unasema, na akatusomea. Alikuwa anasoma na Kiswahili. Na akaeka Kiingereza hapo ndani. Na ni ukweli nasema, kama alikuwa anatupanga. Mimi nawapatia liberty. Endeni muangalie kama nilikuwa nawapanga siku ya leo katika Acts 5:17 to 42. Muangalie ama Mungu anaongea sana kuhusu kuhubiri injili yake jinsi pasavyo, ama nimekuwa nikiwakoroga. You know, I can stand here as a motivational speaker and I do my thing. Na mtoke nyumbani muende mkiwa mmefurahi sana. Kila mtu anakumbuka chenye nilikuwa nasema. Lakini niwe ni wakoroga na kadiji pamoja. Moja tu ni wakoroga. Na wewe hukushika sababu ulikuwa pata na excitement. Go home, read and identify. Is this story of the apostles' persecution true according to the way it is today? According to Acts 5:17 to 42, is it a message of Jesus quickly gaining popularity? High priests na Sadducees na Sanhedrin wakakuwa jealous. He wanted teaching ya Yesu iwe ya kunyamazishwa. But the apostles stood their ground. They continued defending the message of Jesus. They continued. The crowds were increasing day after day. The message was spreading radically. The apostles walikuwa jailed, but later on, wakawa released. Alafu ilikuwa ni a miraculous thing. It was an interesting scenario because wanakuja kutolewa katika jela, alafu what happens? Them that are coming to check ama kuna issues, or rather kuja kuwafungulia ndio wapeleke katika court ama wapeleka mahali walikuwa wanakuwa kwa ile kamiti ilikuwa imeitwa. Wanakuja wanapata milango imefungwa. Hapo kuna watu huko ndani. Hapo shida gani? Sasa tufanya nini? Anataka mtu mmoja anaangalia anasema, kuna watu wenye mlikuwa mmekuja, imagine wako kwa tempo, wako kanisa walikuhubiri wanahubiri. Alafu wanawaendea kwa sababu walikuwa najua kutakuwa na shida. Kwa sababu hawa watu tuliwashika kwa sababu walikuwa nini? Wanaeneza injili. Lakini wanaogopa kwa sababu crowd ilikuwa watu wengi. Watu ni wengi. Kanisani watu ni wengi. Hata makarao wakikuja kunishika, wanaangalia wanaona. Huyu hatutapeleka fujo, tutaenda tumuongeleshe, probably wakuje wanileteka karatasi, they whisper. Alafu tutoke nao tuende. Alafu wajaribu kunikoroga kule nje, alafu nikatai kukorogeka. Me, I'm using this, I'm applying this, I'm putting myself there. You go and use yourself there. Wherever you've been called, make your work your pulpit. Mahali unafanya kazi, wacha uwakoroge na injili ya kweli. Ukoroge na injili ya kweli. Maana ukinyamaza, shetani ameshinda. Usipo equip yourself na the right doctrine, shetani ameshinda. Usiposoma neno, usipofanya kile Mungu anakuambia, usipokuwa obedient, shetani
itakuwa noma hii wewe. Hao watu wataanza kuwafuata. Mimi naona ni kama walikuwa naangalia Kamuhodhi. Na kitu tunaitanga Kamuhodhi. Sasa naangalia watu wakifuata hawa hapa ndio watarudi kutoa, alafu tubaki sisi na mastructures zetu. But that is my opinion. What am I saying? They left jail happy. Verse 42. Na nitaisoma tena inasema, day after day in the temple courts and from house to house they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Christ. Waliondoka mahali pale wakiwa na nguvu zaidi, wakijua ya kwamba tukishikilia hili neno la Bwana, tukishikilia kueneza injili ya Bwana, hakika mambo yanaenda kubadilika. Mambo yanaenda kubadilika. So Mungu mwenyewe anasema nini? Continue spreading the gospel. Na cutting short hayo ningetaka tusome tukienenda kumalizia, tusome ambapo tunatumika. Glory inaenda wapi? Glory ni kwetu ama glory ni kwake? Instruction ni ipi? Iko verse 16. Matthew 5:13. Angalia Matthew. Ni 5:5 tu. Tumesoma Acts 5:17-42. Matthew 5:13-16. Matthew 5:13-16. I'm here to champion you. Wewe ukienda hata shule, ukienda mahali pako pa kazi, ukienda mahali umeandikwa kazi, kuna wale ambao washarudi, kuna wale wanaendelea kurudi. Mahali popote uliko, ukifungua hivi mdomo, unaongea maneno ya Mungu. Let people desire the God you carry. Let people see the salt, the light. Ile uko nayo iko tu sawa, iko fine, iko sawa. Matthew 5:13-16. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled. Amen. 14. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. Verse 16, which is our verse of emphasis. 16, here 16 hapa. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Wanapotizama kile umefanya, wanasema ndio umefanya vizuri, lakini yule ambaye sifa zinarejea ni Mungu mwenyewe. Let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. In short, ni nini? Glory goes back to God, not to self. Glory goes back to God, not to self. Irudia 16. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds. Wanaona, amefanya kazi nzuri. And praise your Father in heaven. Utukufu umrejee Mungu. Usikubali shetani atumie hiyo aspect ambayo amekuwa akitumia na he's been winning, by the way. He's been winning because when we praise particular people, probably in ministry work, there's a way inakanga mtu anaanza kuona ni kama ni yeye. My friend, sio wewe, ni kutumika, umetumika kama chombo. Na ukiendelea kuleta kichwa ngumu, ni kuna vile utaondolewa. We will not touch on that because that is another sermon on its own. But I know you've understood what it is that God released to us this particular day. Alitueleza vizuri, we should stand our ground, even with persecution. We should hold on to Jesus. Sijui ama uko mahali pale, ndani yako
ulikuwa umepitia pandashuka zile ambazo mtu huwa anapitia katika kueneza Injili, watu wakakuinukia, na ndio badala ulikuwa unajua mimi kweli nilikuwa nafanya kazi ya Mungu. Watu wakakuja wakaanza kunigwara. Watu wanagwaranga mtu, they gwara you, but I'm here to tell you, ukinyamaza, ukiendelea na makasiriko, unaendelea kufanya kazi yake. Na ni vizuri kujua kama uko kingdom ya Mungu ama kingdom ya darkness, kwa sababu kuna ile ambayo unapatia priority, ambapo tunainstructiwa vizuri kuhusu teaching. Hapa tumesoma kuhusu teaching. Hawa watumishi wa Mungu wanaambiwa nyamazeni, teaching this story of Christ, nyamazeni, ndeni na mnyamaze. Pia anaangalia, anajua hiyo ni yenu. I'm here to encourage you. Forgive them. We were told that in the morning. Forgive them ambao wako na watakugwara, hata wengine wanapanga vile watakugwara. Lakini wakikuja, let them find a person already prepared to forgive. But two, let the glory go back to God. Hiyo nasisitiza sana. Glory irudi kwa Mungu. Maana ambapo glory itaanza kurudi kwako, utaanza kuuliza opinions za watu hapa. Let the glory go back to God. Stand your ground. Hubiri Injili jinsi ipasavyo. Na wewe kama ni wale ambao they've been walking all over you for the longest, God has promised redemption. Si tumesoma katika Jeremiah 51 thereabout. In short, God is saying, continue teaching my word and teach it the right way. Do not be silenced. Fanya kazi ya Bwana. Fanya na bidii. Malipo yako utalipwa hapa, na juu mbinguni kuna malipo. Wacha ukienda mbinguni ile wakati utaenda, sababu tutaenda, sisi wote tutaenda, kuna mtu ataishi milele. Ukienda huko, kutana na watu useme, "Wewe unajua niliopakanga juu ulinihubiria. Unajua kuna kitu niliniambia ikanijenga. Maisha yangu ikateka U-turn." Let us purpose to spread the message of Christ jinsi ipasavyo. That is what God had given me. I have shared it. I would like us to stand at this particular moment and go before God and we get to pray. Ujite kakudano, ujiulize ni nini hiyo nimekuwa nikifanya? Nimekuwa hii side nyingine yenye naambiwa, nimekuwa nikikoroka watu, nimekuwa nikifundisha ama nimekuwa nikinyamaza, nimekuwa nikisupport ministry work ama nimekuwa nikishikana na shetani ile proper, nimekuwa nikinyamazishwa na nyamaza, ama nimekuwa nikinyamazishwa alafu nafungua mdomo naendelea kuproclaim. Tusisitize hapo, tuendelee kuproclaim. Maana Mungu atazidi kutuongoza, atazidi kutuelekeza, atazidi kutupigania na kutushindania vita. Acha tuongozwe katika hicho kipindi na mtumishi wa Mungu na mkaze kubarikiwa.